ile Jumapili kwamba anatusaidia kuomba. Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba. Ndio kazi ambayo tulijifunza, tukasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa sababu hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa hiyo tutaendelea mbele tena leo kuangazia baadhi ya kazi za Roho Mtakatifu. Tutaenda mbele tena kwa kuangazia baadhi ya kazi za Roho Mtakatifu. Namba 1 tumeshasema kwamba anatusaidia kuomba. Anatusaidia kuomba. Namba 2 natamani tuendelee hii. Namba 2, anafunua mambo ya siri. Roho Mtakatifu anafunua mambo ya siri. Anafunua mambo ya siri. Kazi ya pili ya Roho Mtakatifu tunasema anafunua mambo ya siri. Kumbukumbu la Torati 29:29. Kumbukumbu la Torati 29:29. Kumbukumbu la Torati sura 29 mstari wa 29. Aliyefika anaweza kusoma. Amen. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Tukianza kujifunza hapa kwamba Roho Mtakatifu anafunua mambo ya siri, inatupa nafasi hasa ya kujua wakati Mungu anaongea na Musa kwa wana wa Israeli, anasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Sawa? Kuna vitu ambavyo vimetunzwa, vimewekwa akiba, vimehifadhiwa. Tukizungumza mambo ya siri, tunazungumza mambo ambayo yamewekwa akiba, yamehifadhiwa. Na hayo mambo yamehifadhiwa kwa ajili ya Bwana. Ndio maana anasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Kwa hiyo yamehifadhiwa kwa ajili yake, yametunzwa kwa ajili yake. Lakini anasema baada ya kusema yale ya siri yamehifadhiwa, anasema yaliyofunuliwa. Yako mengine yamefunuliwa. Maana yake yamewekwa wazi. Kufunua maana yake ni kuweka wazi. Sasa yale yaliyowekwa wazi anasema hayo ni kwa ajili yetu sisi na watoto wetu. Ili tufanye nini? Ili tuweze kufanya maneno yote ya hii sheria. Ili tuweze kuishi kama sheria inavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili mtu aishi au atende maneno yote ya sheria. Tukizungumza kutenda maneno yote ya sheria, maana yake tunazungumza ukamilifu, kukamilisha. Sawa? Tunazungumzia ukamilifu au kukamilishwa. Na Biblia inatufundisha kitu kizuri, inasema ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Sawa? Ili mtu wa Mungu awe kamili,
amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Natamani tuusome huu mstari wa ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa ili apate kulitenda kila tendo jema. Nisaidie kusoma Timotheo wa pili 3:17. Timotheo wa pili 3:17. Ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Sasa hii inaweka msingi wa mambo ambayo tunajifunza, msingi wa wokovu wetu, ya kwamba hatumheshimu Mungu kwa kufanya baadhi tu ya mambo, wala hatumpendezi Mungu kwa kufanya baadhi tu ya mambo. Atubariki moyo wa Mungu kwa kufanya baadhi ya vitu. Na sehemu kubwa ya sisi ambao tunaishi, kuna vitu tunavipenda, tunavifanya. Kuna vitu hatuvipendi, hatuvifanyi. Kwa hiyo kila mmoja sasa anafanya kile anachokipenda, anaacha asichokipenda. Sawa? Ndio ambavyo kilichukua hata kanisa la Mungu, kanisa kwa maana ya watu waliokoka sasa, wanaomwamini Yesu. Wengi wao wanachokifanya ni kile wanachokitaka, wanachokiacha ni kile wasichokitaka. Amen. Amen. Sasa pale kwenye Kumbukumbu la Torati anasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini yaliyofunuliwa ni kwa ajili yetu na watoto wetu, ili tuweze kuyafanya maneno yote ya hii sheria, ili tuweze kuyafanya. Yaliyofunuliwa ni kwa ajili yetu, ili tuweze kuyafanya maneno yote ya hii sheria, ya hii Torati. Kwa hiyo kuna vitu Mungu anavifunua kwetu ili kutukamilisha. Kuna mambo Mungu anaweka wazi kwetu ili tupate kuyafanya, ili tupate kuyaishi. Kwa sababu yasipofunuliwa kwetu hatutayajua, na tusipoyajua hatutayafanya. Tusipoyafanya tutakuwa hatujawa kamili. Kwa sababu Biblia inasema ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo haihesabiki kwamba kwa sababu ni mwombaji sana basi natosha, haya mengine sio ya lazima. Kwa sababu mimi ni mchungaji basi natosha, haya mengine sio ya lazima. Kwa sababu mimi ni mwimbaji, ni mwalimu, ni mtume, ni nabii na kadhalika na kadhalika. Na ukitazama hapa ndipo unaweza ukapata taswira kamili ya kanisa la Kristo. Taswira kamili ya kanisa la Kristo unaikuta pana watu ni waimbaji, pana watu ni wachungaji, pana watu ni watumishi wa Mungu, lakini ukiwatazama vizuri unaanza hata kujiuliza maswali. Hivi ni kweli Mungu amemwambia afanye vile? Lakini kuna mambo fulani anayafanya kwa uzuri sana. Kuna mambo fulani anaenda nayo vizuri sana. Kama ni maombi anaomba sana. Kama ni kuhubiri anahubiri sana. Sawa? Kama ni kusaidia wahitaji huko mitaani anawasaidia sana. Lakini inafika zamu fulani tunaweza kupata mikanganyiko kwamba labda ni Mungu ndo amemwelekeza hivi. Mbona akisimama kuhubiri anahubiri vizuri sana? Mbona akisimama kuimba anaimba vizuri sana? Itakuwa tu ni mapenzi ya Mungu. Na wale watu wanaenda wanatufikisha mahali fulani, wanatuchanganya hata sisi ambao bado tunajifunza, ambao tunakaa tunawatazama wale watu tunajifunza kutoka kwao, wanatuchanganya. Kwa mtu wa Mungu anakuambia, mbona mchungaji fulani anafanya hivi? Mbona mama mchungaji fulani anafanya hivi? Mbona askofu fulani yuko hivi?
mbona fulani yuko hivi. Kwa nini anasema vile? Kwa sababu anamuona yule mchungaji anahubiri vizuri sana, lakini aina fulani ya maisha anayoishi sio njema. Bwana asifiwe. Kama tunazungumzia mavazi, anahubiri vizuri sana, lakini mavazi anayovaa ni mavazi ya aibu. Sawa? Ni mavazi ya kikahaba. Yako Biblia inatambua mavazi kwa namna tofauti. Inatambua ya kwamba pana mavazi yanaitwa mavazi ya kikahaba. Kwa kuna namna fulani ya mavazi yakivaliwa, Biblia inasema hayo ni ya kikahaba. Kwa angalia sasa, huyu mtu ni kweli anahubiri vizuri, lakini anapokuwa amesimama kuhubiri, anasimama amevalia mavazi ya kikahaba. Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu anahubiri vizuri, sisi tunaomtazama, sisi tunaomsikiliza, tunapokea, tunasema ni mtumishi wa Mungu. Kumbe hata na mimi naweza nikawa kama yeye. Mbona yuko vile afa anamtumikia Mungu? Kumbe hata na mimi naweza nikawa vile alafu nikamtumikia Mungu. Lakini shida ya yule mtu, hajawa kamili kwa kila tendo jema. Bwana asifiwe. Tatizo alilonalo, hajawa kamili kwa kila tendo jema. Amekuwa kamili katika mahubiri, amekuwa kamili katika uimbaji, amekuwa kamili katika kufundisha neno, lakini hajakamilishwa ili apate kutenda kila tendo jema. Ndio maisha ambayo sasa yanatuletea mkanganyiko, yanatuchanganya sana tukiwa tunaishi hapa duniani. Ndio maisha ambayo kwa watu ambao hawajakaa chini na kujifunza kutoka kwa Mungu, kila wakiona watumishi wa Mungu anasimama kwenye TV, kwenye madhabahu, mara popote, anasema kumbe hata ile ni sawa, kumbe hata ile ni sawa, kumbe hata ile ni sawa. Lakini ambacho hajapata nafasi ya kujifunza, hajajifunza hivi. Yako mambo ya siri ambayo ni ya Mungu, na mambo mengine yamefunuliwa. Yaliyofunuliwa ni kwa ajili yetu sisi na watoto wetu, ili tupate kuitenda sheria yote. Kwa ili mtu apate kuitenda sheria kwa ukamilifu, inabidi apate ufunuo. Amen. Sio kama inabidi aokoke. Inabidi apate ufunuo. Ukitaka kuwa mkamilifu, unahitaji kufunuliwa. Kuna vitu ambavyo vimejificha, ambavyo Mungu amevihifadhi, amevitunza, lakini kwa sababu alivitunza kwa ajili yetu sisi, alivitunza kwa ajili yako. Alikuwa anavitunza, ni kama vile ninaweza nikawa nafundisha hapa, tukawa na mtoto mchanga mmoja. Sawa? Tukawa na baba mtu mzima. Kwa yule baba anaenda benki, anaanzisha account kwa ajili ya mwanae mdogo. Anapoanzisha account kwa ajili ya mwanae mdogo, yule baba huwa anaitunza ile kadi ya benki ya mtoto, na huwa anahifadhi ile account ya mtoto. Wakati huo anasubiri yule mtoto akue. Amen. Pindi mtoto atakapokuwa, anampatia, anamkabidhi. Kwa baba alikuwa anawekeza vitu kwenye ile account, alikuwa anawekeza fedha, anaandaa kwa ajili ya mwanae, ili siku akiwa mtu mzima apate kumkabidhi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Ndivyo yalivyo mambo ya Mungu. Yaani Mungu anayo mambo ya siri ambayo ameyatunza kwa ajili ya kanisa. Anasubiri kanisa likue ili apate kuyaweka wazi. Kanisa ni mtu aliyemwamini Yesu. Sawa? Kanisa sio jengo. Kanisa ni mtu aliyemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo Mungu anasubiri huyu mtu akue katika maarifa, sio akue katika mwili, akue katika maarifa.
apate ufahamu, apate uelewa, apate understanding. Na kwa kadiri ya vile huyu mtu atakavyokuwa anakuwa anaongezeka, kuna baadhi ya vitu Mungu anaanza kuvifunua. Sawa kabisa na baba nyumbani. Vile mtoto anavyokuwa na kuongezeka, anaanza kushare naye baadhi ya vitu. Anaanza kumshirikisha baadhi ya mambo. Anaanza kumwambia nina shamba mara fulani, twende nikuonyeshe. Kuna kitu fulani ninacho kiko mahali fulani, twende nikuonyeshe. Sasa angalia kama baba au mama alivyo pale nyumbani, aendi kumwonyesha yule mtoto kwa sababu amefikisha miaka 30. Anaanza kupima ukomavu wa akili ya yule mtoto. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Baba huyu nyumbani anaweza akawa na watoto 3. Akaacha kufunua siri kwa yule mtoto mkubwa, akafunua kwa mtoto mdogo. Akaacha kumwonyesha mali zake mtoto wa kwanza kuzaliwa, akaanza kumwonyesha mtoto wa 3 kuzaliwa. Kwa sababu huyu baba anachokitazama, anatazama akili za mtoto wa kwanza na anatazama akili za mtoto wa 3. Anajua huyu mtoto wa kwanza nikianza kumfunulia siri, yamkini hata ya mashamba atayauza yote. Sawa? Ni mkubwa kwa jinsi ya umri, lakini ni mdogo kwa jinsi ya ufahamu. Iko hivyo, wako watu wamekaa kanisani kwa jinsi ya umri, wana umri mkubwa kanisani, lakini ni wachanga kwa jinsi ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Umri wa kiroho haupimwi na umri ambao mtu amekaa kanisani. Wako watu wapo kanisani kwa muda mrefu sana. Walizaliwa kanisani, wakalelewa kanisani, wamekulia kanisani, lakini maarifa yao ni kana kwamba ndio wamekuja kanisani leo. Ukiwaambia tuombe, maombi yao ni kana kwamba ndio wamekuja kanisani leo. Kwa hiyo Mungu hawezi kuamini wale watu aanze kuwafunulia siri zake. Bwana asifiwe. Na hii mtu wa Mungu huwa inatengeneza mazingira fulani. Kwa kadiri watu wanavyokaa kanisani kwa muda mrefu, wao wanaanza kuaminiwa. Sawa? Naeleweka? Mtu akikaa kanisani kwa miaka 7, mchungaji anaanza kushawishika kwamba huyu anaweza akawa mzee wa kanisa. Tumekuwa naye kwa muda mrefu. Huyu anaweza akawa katibu wa kanisa. Huyu anaweza akawa mchungaji, tukaenda kumwanzishia kanisa mara fulani, kwa sababu tumekaa naye kwa muda mrefu. Lakini kimsingi ana miaka 7 kanisani, lakini ana siku 3 pamoja na Kristo. Yaani tukipima umri ambao amepata fursa ya kukaa na Yesu, amekaa na Yesu kwa siku 3, lakini amekaa kwenye mwili wa Kristo kwa miaka mingapi? 7. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu mtu ambaye anafika sehemu ni mchanga, ni mtoto kwa jinsi ya roho, lakini baada ya muda fulani anaenda kuwa mchungaji. Sisi sote tunashawishika kusema huyu mtu amekuwa kiroho. Angefikaje mpaka akawa mchungaji? Angetokaje mpaka akawa mwalimu wa neno la Mungu? Angetokaje mpaka akaimbe kwenye makongamano makubwa namna hiyo? Kwa vyovyote vile hivyo anavyovaa ni sawa. Amen. Amen. Kwa nini tunajaribu kufananisha nafasi anayomiliki na yale mambo anayofanya? Sio sawa? Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe mfano mwingine mwepesi. Tukikutana na dada mmoja ana miaka 20. Sawa? Tukakutana na mtoto mwingine wa kike ana miaka 6. Sawa? Tukaanza kukutana, wanacheza mchezo gani ile ya kuruka? Kuna chora mpa hivi.
Afu tunarukia hapa. Bao. Eh? Bao. Bao. Sio bao. Eh? Sanda. Kipande. Yule anaita sanda, huyo anaita bao. Yeye anaita kipande. Sawa, lakini mmeelewa ile nataka kusemea. Unachora hivi, unarukia hapa, unafanya hivi, unarukia hapa hivi. Unakanyaga hapa. Ndio hiyo inamaanisha. Ndio hiyo. Sasa tunakuta mtoto wa miaka 6 anacheza vile, afu tunakuta dada wa miaka 20 na anacheza vile. Sawa? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukikutana na wa miaka 6 anacheza vile, haikupi shida. Ukikutana na miaka 20 anacheza vile, inaanza kukufikirisha. Inawezekana hakucheza utotoni. Sasa ndo maana ameamua afanye nini? Acheze, kufidia. Sawa? Yesu asifiwe. Lakini kwa vyovyote vile utakapomkuta dada wa miaka 20 anacheza vile, hutamkuta anacheza na wakubwa wenzake. Utamkuta anacheza na watoto. Ni kweli sio kweli? Bwana asifiwe. Kwa sababu waliokuwa wanasema hicho sio huo mchezo sio kiwango chetu sisi. Sisi tuna michezo yetu ya watu wazima. Kwa hiyo sasa angalia, aidha tunasema huyu dada ni mkubwa kiumri, huyu kaka ni mkubwa kiumri, lakini akili zake bado ni za kitoto. Umeona? Amebahatika kuongezeka maumbile kwa jinsi ya mwili, lakini kwa jinsi ya roho bado ufahamu wake ni mdogo. Ndio maana bado anarudi kucheza michezo ya kitoto. Kwa hiyo inakuja hivi kwamba yule anayejua anaanza kusema, wasiojua anasema ni kawaida, hata wakubwa wao wanacheza. Sawa? Kwa hiyo hata na mimi mtoto siku nikiwa mkubwa nitacheza kama yule pale. Hiyo ndio taswira ya kanisa la Kristo lilivyo leo. Yaani wako watu ambao wamebahatika kukaa kanisani, hawajapata ufahamu, hawajapata uelewa. Na kwa sababu hawajapata ufahamu wa kimungu, hawajapata uelewa wa kimungu, na wanaendelea kukaa kanisani zaidi na zaidi na zaidi. Kesho unasikia Mungu ameniambia nikaanzishe kanisa. Kesho kutwa unasikia Mungu ameniambia niende studio nikarekodi. Siku inayofuata unasikia Mungu ameniambia mimi ni mwinjilisti. Kwa anaenda kuhubiri injili, lakini matendo yake ni matendo ya watoto wadogo katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ngoja nikufundishe kitu. Akiokoka mtu kwa mara ya kwanza, akaja kanisani, ametuvalia kabisa, ni mdada, amevaa kimini, sawa? Kiko hapa. Vile ndo vimini vinakuwa fupi. Alafu akawa ameacha kitovu wazi. Alafu akawa amevaa nguo fulani inakusanya maziwa yote na yaleta hapa kifuani. Hatumshangai. Sawa? Hatumshangai kwa nini? Bado ni mtoto. Jina la Bwana libarikiwe. Na tunamvumilia akue. Tunajua bado ni mtoto, tumvumilia afanye nini? Akue. Lakini pindi ambapo anaendelea kuwepo kanisani kwa miaka na miaka na miaka, anafanya vile, tunaanza kupata mashaka na umri wake alionao. Bwana asifiwe. Tunaanza kusema, Mungu wangu, huyu mama mchungaji vipi tena? Huyu mama askofu vipi tena? Huyu mwimbaji vipi tena? Sawa? Tunapata mashaka kwa sababu pana uhusiano kati ya miaka ya mtu na akili zake. Sawa? Pana relationship between your age and your thinking capacity. Tunaanza kutilia mashaka tunapoona una umri mkubwa lakini uwezo wako wa kufikiri ni mdogo. Ndio tunaanza kusema huyu hana akili. Ukisikia watu wanasema hana akili. Lakini kuna vitu ambavyo alikuwa kwa umri fulani, kuna vitu alikuwa anavifanya, wala watu hawakusema hana akili. Si unakumbuka? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Tulivyokuwa wadogo tulikuwa tukijisaidia, si tunakamata yale ule uchafu wetu, unakumbuka? Mnakumbuka? Mkumbuki kwa sababu mlikuwa wadogo. Sawa? Lakini wakubwa walikuwa watushangai. Na mama alikuwa anatuvua zile nguo kwa uzuri, kwa utaratibu. Lakini leo na umri ulionao, ukijisaidia, ukaanza kukamata ule uchafu wako, tunasema hana akili. Kwa sababu pana uhusiano kati ya umri wako na matendo yako. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha yetu, ana kazi. Sasa ngoja nikwambie, kinachosababisha huyu mtu asicheze ile, mmesema kipande. Sawa? Inayosababisha mtu asicheze ile kipande leo ni kwa sababu ya ufahamu, ufunuo ya kwamba hiyo michezo ni ya watoto. Wewe sasa hivi sio mtoto. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Ukija ufahamu katika maisha ya mtu anaanza kuacha vitu fulani. Vile alikuwa anavifanya zamani, anaanza kuviacha. Anaviacha, anasema hivyo ni vya watoto. Kwa mambo ya kiroho pia yako hivyo. Pindi tunapookoka, ufahamu wetu sisi bado ni watoto wachanga kwa jinsi ya roho. Uelewa wetu bado ni mdogo. Na kama uelewa wetu bado ni mdogo, bado Mungu anatuvumilia. Sawa? Mungu anachukuliana na sisi katika ufahamu wetu, katika uelewa wetu. Kuna kitu fulani unafanya, haujisikii hatia, haujisikii hukumu kwa sababu wewe bado ni mtoto. Lakini siku ukiwa mkubwa ukifanya, unajisikia hatia, unajisikia hukumu. Sawa? Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini? Kwa sababu ukubwa ule, umri ule, yani ni kama tu vile tukiwa watoto, sinakumbuka tulikuwa tunatembea hata hatuna nguo. Sawa? Tulikuwa very happy, comfortable kabisa. Tunacheza hapa hatuna hata nguo. Wala hamna aibu, wala hamna chochote. Lakini tulipokuwa wakubwa, tulipopata ufahamu, unashangaa mtu anaanza kuona aibu, hana nguo. Sawa? Sasa hiyo inakuja pia tafsiri ya kwamba pana ukubwa wa kiroho, pana ukubwa wa kimwili. Kwa tunaweza tukawa na mtu ana cheo kanisani, ni mchungaji, ni mtume, ni nabii, ni askofu, ni mama mchungaji, ni baba mchungaji, ni askofu, ni nani, lakini bado ni mchanga kiroho. Kama bado ni mchanga kiroho, ana uwezo wa kuvaa mavazi ya aibu alafu asisikie aibu. Naelewa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ana uwezo wa kutenda matendo ambayo kwa namna yake hatutarajii ayatende, lakini kwa sababu bado ni mtoto, anatenda yale matendo. Akitenda yale matendo, tukimuuliza, wengi wao wanasema sisi kanisani kwetu iko sawa, sisi kanisani kwetu imeruhusiwa, sisi kanisani kwetu hii sio dhambi. Shida sio kanisa lao, shida ni mchanga bado huyu bado ni mtoto. Lakini kwa sababu huyu mtu ana matokeo fulani kwenye jamii, huyu mtu ana wafuasi wengi, kwa hiyo hawa wanaomtazama wanaanza kushawishika kile kitu ni sahihi, lile jambo liko sawa. Wanashawishika vile kwa sababu wanaona anavovaa namna ile, anavosema namna ile, anavokula namna ile, anavovaa namna ile, anapokunywa namna ile. Sasa leo unaweza kushangaa, unakutana na baba mchungaji anakunywa pombe, lakini akishakunywa pombe anasimama kuhubiri. Lakini akihubiri wagonjwa wanapona. Wakipona, sisi ambao tujafika level yake tunaanza kushawishika kwamba kumbe pombe ni halali. Sawa? Ingekuwa sio halali, wagonjwa wasingepona. Ingekuwa sio halali vile anavyoishi vile, Mungu asingemtumia. Tumeona? Bado hata sisi tunaomtazama hatujapata ufunuo bado. Hatujafunuliwa hata sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na sehemu yetu kubwa
ambao tuko kwa Yesu tunatarajia kupokea vitu kutoka